baada ya Pasaka, lakini yako maandiko ambayo Yesu mwenyewe anaagiza. Bwana Yesu, maandiko ni mengi, tunajua kabisa kwamba yeye wakati wa ile meza ya Bwana, ile siku ya Alhamisi Kuu, walipokuwa wakishiriki na walipomaliza, ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho, nafikiri sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya 15, nafikiri ndio tumeandika vizuri, amezungumza akisema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kwa hiyo ukizungumza habari ya Pasaka, maana yake kila unaposhiriki ushirika mtakatifu ni Pasaka, na haina siku, haina tarehe. Siku yoyote ukiamua ni kwamba unashiriki Pasaka, unakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ukifungua kitabu chako, Biblia yako, sura ile ya 28 ya Mathayo, nataka tusome mistari kama 6 ile ya kwanza. Nitazungumza hapo, si mengi, lakini nitamani sana leo tujaribu kuzungumza. Sisi sote tunaelewa nini juu ya kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo kama mtu ana kitu cha kusema, unaweza kunyosha mkono, utakupa nafasi useme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Natamani tu kujua kwamba tuko pamoja na tunazungumza habari ya kitu ambacho ni cha ushindi, na si ushindi mdogo, ni ushindi mkubwa, kwa sababu kama Yesu alitoka kaburini, maana yake tusingeliweza kupona, tusingeliweza uhai huu tulionao, kwa sababu Yesu alilishinda kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu Yesu hakubakia ndani ya kaburi kama wale wengine waliobaki ndani ya makaburi yao. Yesu alitoka, yu hai, anaishi leo na yuko ndani yako, anatenda ndani yako, anasema na wewe, anasema na kila mmoja wetu tulioko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu nisome mstari wa kwanza 28 ile Mathayo mpaka mstari wa 6, lakini zaidi nitazungumza mstari wa 6. Tasoma. Biblia inasema, Mathayo sura 28 mstari wa kwanza hadi wa 6. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama seruji. Na kwa kuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. 6. Hayupo hapa, kwani alifufuka kama alivyosema. Njooni patazame mahali alipolazwa. Amen. Kama unaandika, andika yupo hapa. Hayupo hapa. Kifo cha Yesu kinatuthibitishia ule uungu wake, kinatuthibitishia ile mamlaka aliyonayo, kinatuthibitishia unabii wake aliyotabiri mwenyewe ukitimilika. Ukisoma Yohana 2, ile Yohana 2 mstari wa 19 na 21, Yesu akizungumza juu ya hekalu anasema, ili hekalu nitalivunja au nitaliondoa, na ndani ya siku 3 itakuwa
Mafarisayo hawakuelewa Yesu alikuwa akizungumza juu ya nini, lakini Yesu alikuwa akizungumza juu ya mwili wake. Yesu alikuwa akitabiri juu ya mauti yake, ya kwamba nitakufa na ndani ya siku 3 nitakuwa hai tena, nitakuwa nimekwisha toka katika mauti, nitakuwa nimekwisha kuyashinda yale mauti ambayo tayari yalikwisha andaliwa kwa ajili ya kwako wewe na mimi pia. Yesu alikuwa akiachilia unabii wa tumaini jipya mbele, ambalo tutakalo kwenda kukutana nalo mimi na wewe. Yesu alikuwa akitabiri maisha mengine mapya, alikuwa akiachilia tumaini jipya kwako wewe na kwangu mimi. Alikuwa akijua kwamba tumeishi maisha mabaya ya dhambi na tumekwisha kufa kiroho. Kwa hiyo kufa kwake yeye alikuwa anayafisha yale yote mabaya ya kwako na ya kwangu, na kufufuka kwake yeye alikuwa analeta au anaamsha mambo mapya ndani yako, ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yako. Yale mafu yote ambayo yamekuwa ni machukizo mbele za Mungu, Yesu aliacha kaburini. Yesu alitoka akiwa mpya na mambo mapya katika maisha yako na katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu maana yake mwanzo wa maisha mapya. Ndio sababu tunasema agano jipya, agano la damu ambalo tunalo leo lilianza mara tu baada ya Yesu kumwaga damu yake pale msalabani. Ndipo tulipoanza agano jipya, ndipo tulipoanza maisha ya leo, ndipo Yesu alipokuja kuikamilisha ile torati na kuachilia neema. Ndio sababu Yesu aliingia gharama kubwa. Aliingia gharama kubwa kwa sababu mwanadamu alikisha kumwasi Mungu. Mwanadamu alikisha anguka kwenye dhambi, na Mungu kila akikaa akiangalia haoni mahusiano, haoni ushirika na mwanadamu, kwa sababu shetani anakwisha kukaa katikati. Ndiposa anapoamua kuingia gharama kubwa ya kutoa dhabihu ya damu ili sisi tuweze kupona na ule ushirika pamoja na Mungu Baba uweze kurejea tena kwa upya. Haleluya. Amen. Ushirika wako wewe binafsi na Mungu uweze kurejea tena upya, uweze kupata nafasi ya kukaa na Bwana na kusema naye, uweze kupata nafasi ya kulia mbele za Mungu kwa uaminifu, na Mungu akasikia kilio chako, akakufuta machozi na akajibu haja za moyo wako. Uweze kupata nafasi ya kumwambia Bwana, angalia sasa niko katika dhiki, niko katika taabu na sijui natoka namna gani, akaachilia malaika wake wakaja wakakushika mkono na wakakutoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa 2:28 anasema, tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Hebu mwambie jirani yako, lile jiwe. Hapa tulipo kila mmoja kuna jiwe limekalia mbele, kuna jiwe limewekwa, kuna mahali limewekwa na kuna jiwe limewekwa linazuia maisha yako kusonga. Kila ukijaribu kuchungulia, ukijaribu kutoka,
lile jiwe lilikusudia. Lile jiwe lililowekwa mbele ya kaburi la Yesu, walijua ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kuja kuviringisha lile jiwe. Yamkini walijua wanafunzi wake pamoja na kwamba wamebaki 11 hawana nguvu za kuweza kuviringisha lile jiwe na kumwiba Yesu. Yamkini walijua hata marafiki, hata ndugu zake, hata jamii ya kwao isingeweza kuja kuviringisha lile jiwe. Ndio sababu waliweka jiwe kwa pale. Walijua kabisa na walikwisha kusikia kwamba alisema siku ya 3 atatoka. Wakaweka jiwe kubwa wakiamini kabisa kwamba hataweza kutoka. Lakini nataka kukuambia, mbingu iliachilia nguvu nyingine ya ziada, ikashuka ikaviringisha lile jiwe. Yesu haijalishi unapitia magumu makubwa kiasi gani mbele ya maisha yako. Yale magumu unayotembelea ndio jiwe lililoko mbele yako. Yale magonjwa ulionayo ndio jiwe lililoko mbele yako. Ule umaskini unaotembea nao ndio jiwe lililoko mbele yako. Ule uganga na uaguzi na uchawi wako, mizimu na mitambiko imegeuka kuwa jiwe linalozuia maisha yako. Nataka kukuambia mchana wa leo, yule Mungu aliachilia malaika wakashuka wakaviringisha lile jiwe kwa Yesu, ndiye atakayeachilia malaika watakaoshuka kuviringisha jiwe lililoko. Hautakuwa pale maisha yako yote, hautakuwa pale kila siku cha leo, lakini iko siku kwa uaminifu wako mbele za Mungu, Mungu ataachilia malaika wake wataviringisha lile jiwe, na iko siku watasema hayupo hapa. Ili uweze kutoka mahali ambapo umefika na ukakwama, ili uweze kutoka kwenye mahitaji yako, ili uweze kutoka kwenye tabu zako, ili uweze kusogea hatua nyingine mbele, ili uweze kukubali kubadilika na kubadilisha maisha yako, kwa sababu kufufuka kwa Yesu kulikuja ili maisha yetu yaweze kubadilika. Yesu hakufufuka bure. Yesu alifufuka ili maisha yako na maisha yako yabadilike, tuweze kuwa na maisha mengine mapya. Ndio sababu nakwambia, kama utakaa kwa uaminifu mbele za Mungu, lazima Mungu atabadilisha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma maandiko mengine mbele, ukisoma kwa Marko, ukisoma hata kwa Luka, kuna maandiko mengine yanasema walienda kutoa nini, taarifa kwamba wanafunzi wake walikuja wakafanya nini, wakamwiba Yesu. Maana yake ni kwamba hawakufa hawa watu, bali walizimia, walipoteza fahamu, waliona kitu ambacho kina nguvu, walimuona Mungu akishuka pale kuviringisha lile jiwe. Ule uwepo wa Mungu ulioshuka pale, zile nguvu za Mungu zilizoshuka pale zilisababisha wakapoteza fahamu. Ukiishi maisha ya uaminifu, ukiishi maisha ya kumpenda Mungu na kumtukuza Mungu, ule uwepo wa Mungu na zile nguvu za kashuka juu yako, adui zako watakuwa kama wafu. Adui zako watakuwa kama wafu, kwa sababu wingu la Mungu litatembea na wewe, nguvu za Mungu zitakuwa pamoja na wewe. Hakuna mwanadamu anayeweza kukusogelea, hakuna uharibifu utakaoweza kufanyika juu ya maisha yako, kwa sababu uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, usiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Mmoja akatimiliza wokovu wao. Wanasema sije tukashangaa tukamkuta Yuda akakaa pembeni ya Yesu, kwa sababu asingefanya yale mapenzi aliyokuwa anatakiwa kuyafanya, Yesu asingeenda msalaba. Yuda alipoondoka,
Yesu amekwishaondoka. Walikuwa wanafunzi 11 tu. Na wale wanafunzi 11 baada ya kifo cha Yesu, ninakiri kusema walikata tamaa. Tumaini lao waliliona kama vile halipo tena, na ndio sababu ni siku ya tatu ukisoma Biblia yako hautamkuta Petro, hautamkuta Yohana, hautamkuta Tomaso, hautamkuta mmoja yeyote wa wanafunzi wa Yesu aliyeamka asubuhi kwenda kuchungulia kaburi. Wale wamama waliotolewa mapepo na Yesu, yule aliyetolewa pepo 7 na Yesu, ndio alikuwa mama wa kwanza kuamka asubuhi na wenzie kwenda kuchungulia kaburi. Wakabeba na mafuta wakaupake mwili wa Yesu manukato. Petro hakuwepo, wala Yohana hakuwepo, wala Andrea hakuwepo, bali wamama watatu ndio waliofanyika kuwa wainjilisti wa kwanza kuhubiri habari ya ufufuo. Ndio walikuwa wa kwanza kushuhudia ya kwamba Yesu Kristo hayuko kaburini. Wamama ndio walikuwa watumishi wa kwanza kuthibitisha ya kwamba Yesu amefufuka. Na wamekwenda hawajui lile jiwe wataliviringisha namna gani. Hawana uwezo wa kuweza kuviringisha lile jiwe, lakini wanafika wanakuta Mungu wamekwisha kutenda kazi. Ndiposa wanakwenda wanawakuta akina Petro, kama walikuwa bado wamelala sijui, kama walikuwa wamekwisha kuamka sijui, walichokuwa wanafanya sijui. Ndio wanawaambia, Bwana, yamkini tumekuta mwalimu hayupo, wamembeba, wamemuiba, wamemuondoa. Walisema vyovyote vile walivyosema. Petro na Yohana wakatika mbio kwa kushuhudia. Ninachotaka kukuambia, yamkini unao watu unaofikiri kwamba ndio unaokwenda nao. Yamkini inawezekana unategemea ni Mungu wa kwako wa karibu ndio unaokwenda nao. Ninataka kukuambia, siku yako ikifika, hautakuwa na ndugu, hautakuwa na rafiki, hautakuwa na jamaa, hautakuwa na Mungu, hautakuwa na mke, utabaki na Kristo Yesu. Amen. Yesu pekee yake ndiye atakayebaki na wewe kwa uaminifu. Tafuta kujenga na kuongeza imani kwa Kristo Yesu. Tafuta kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo. Wanadamu yuko siku atakuacha tu. Yamkini wakati mwingine atakupenda kwa sababu una kitu fulani. Yamkini wakati mwingine atakupenda kwa sababu fulani. Lakini ikifika siku hauko kwenye nafasi ile, ni Yesu pekee yake ndiye atakayebaki na wewe. Atabaki na wewe kwenye ugonjwa, atabaki na wewe kwenye umaskini, atabaki na wewe kwenye utajiri, atabaki na wewe kwenye dhiki, atabaki na wewe kwenye kila aina ya taabu unayopitia. Ni Yesu Kristo pekee. Sikwambii kwamba usitoe nafasi kwa jirani yako, kwa rafiki yako, kwa ndugu yako. Sikwambii. Lakini ninachojaribu kusema mbele yako mchana wa leo ni kwamba kipaumbele katika maisha yako ni yule mwanaume aliyeshinda kaburi. Ni Yesu pekee. Huyo anayetakiwa kuwa kipaumbele katika maisha yako. Huyo anayetakiwa kuwa kipaumbele katika kila jambo unalofanya. Ni Yesu pekee. Wanadamu wanaweza kukudanganya. Hata kama ataongea maneno matamu zaidi ya asali,
yapokee, lakini rohoni mwambie Yesu, maneno kweli ni matamu, lakini wewe pekee ndiye mwaminifu, hautaniacha. Usikubali kudanganyika kwa kitu kidogo. Usikubali kufika mahali ukamwacha Yesu. Ni Yesu pekee ndiye anayeshikilia maisha yako. Hali yoyote unayopitia, haijalishi ni nzuri, haijalishi ni mbaya, tazama Yesu. Angalia Yesu. Jitoe kwa ajili ya Yesu. Ambatana na, usiruhusu nafasi ya kutoa mahali ambapo Yesu ameingia gharama ya kuwa na wewe. Haleluya. Tunasema ni Bwana wa amani, si ndio? Tunaelekea uchaguzi mwezi wa 10. Na tumekushaanza kuyaona tunayoyaona, tunasikia tunayoyasikia. Lakini tupige magoti tumwambie Bwana, hii nchi ulitupa kwa upendeleo, nchi yenye amani, nchi yenye watu wazuri, nchi yenye viongozi wazuri, nchi yenye watu wanaopendana. Tubaki tukipendana kama jinsi tulivyoikuta nchi. Mungu anaitambua, ndiye aliyeumba nchi hii. Mungu anaitambua Tanzania, ndiye aliyeumba Watanzania na anawajua Watanzania. Aliwapa na roho ya ukarimu, akawapa na roho ya upendo na roho ya kujali. Hatuko tayari kuingia kwenye vita, hatuko tayari kuingia kwenye magomvi. Tunamtazamia Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu pekee. Vita yetu sisi ni vita na Shetani. Amen. Omba kwa ajili ya serikali ikatende mema, ikatende haki. Haki inapokuwepo, vita hakuna. Basi kunakuwa na haki, kunakuwa na vurugu. Lakini tunaamini ya kwamba uongozi tulio nao utatenda haki, kusitokee vurugu. Kwa hiyo nachotaka kukuambia, maisha yako yaweke mbele ya Kristo Yesu. Mtazame Yesu. Tunapokumbuka leo kwamba ni siku ambayo Yesu alifufuka, tunatazamia kuanza maisha mengine mapya. Hatutazamii kuishi maisha tuliyoishi jana. Hatutazamii kuishi maisha tuliyoishi masaa yaliyopita. Tunatazamia kuishi maisha mapya, maisha yenye kumtukuza Mwenyezi Mungu. Amen. Fuka, tunatafakari juu ya kuzika maisha yetu ya zamani na kuanza maisha mengine mapya. Kwa gharama ya damu, kwa gharama ya mauti ya Kristo Yesu, ndio gharama ile tunayotakiwa kuingia katika kumtukuza Mungu na katika kutunza uaminifu wetu mbele za Mungu. Jichunguze mwenyewe. Vilivyoko ndani yako wewe vinamtukuza Kristo, vinaambatana na Kristo. Mawazo yako yanafikiri za juu, unatafakari habari ya Kristo, haunawaza vitu ambavyo vya dunia hii. Haijalishi tunaishi katika dunia hii, vyovyote tutakavyokuwa tunaishi, yatupasa tuishi katika Kristo Yesu. Vyovyote tutakavyokuwa unahangaika katika kufanya kazi, fanya kazi katika Kristo Yesu. Haijalishi wewe ni mkulima, lakini lima katika Kristo Yesu. Maana yake nini? Maana yake kipaumbele chako kwa chochote unachokifanya, mtangulizi Bwana wa Mungu, mweke mbele. Amen. Ili maisha yako yabadilike. Kama hatuwezi
hatuwezi kubadilika, basi hatutaweza kutoka mahali ambako tupo. Lile jiwe litatuzuia mahali ambako tupo. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema, njooni mkatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu, tazama awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha kuwaambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salama. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Amen. Yesu anatuambia twende Galilaya, ndiko mtakapomuona. Ndugu zake ni akina nani? Aliambiwa ya kwamba mama yako na ndugu zako wako hapa. Yesu alijibu, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaofanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiishi maisha yenye utaratibu, maisha yenye utukufu wa Mungu, maisha yenye nguvu za Mungu ambazo Mungu mwenyewe ataziachilia katika maisha yetu, sisi tunafanyika kuwa ndugu wa Kristo Yesu. Amen. Maisha matakatifu yanatupa kibali kuwa ndugu wa Yesu Kristo. Maisha ya dhambi